Hauwezi kufanikiwa kwenye maisha kama wewe ni mtu unayefanya mambo yale yale na namna zile zile kila siku bila kuleta utofauti wowote. Dunia haijali unatokea wapi, bali inajali unaleta nini. Umeshawahi kujiuliza kwa nini vilabu vikubwa vya mpira wa miguu hapa Tanzania vinasaka wachezaji mataifa ya mbali? Kwani hapa nyumbani kwetu hakuna wachezaji? Kwa taarifa yako, kinachotafutwa hapa ni utofauti walionao. Nazungumzia thamani walionayo ni kubwa mno kuliko unavyodhani. Kwa maneno mengine ni kwamba ukiweza kuongeza thamani yako katika unachokifanya, dunia itaanza kukutazama kwa jicho la tofauti. Thamani itakupa mwanga ambao utaisaidia dunia kukuona wewe kabla ya wengine. Hauhitaji kutumia nguvu kubwa sana kutafuta mafanikio. Wewe ongeza thamani katika unachokifanya. Mwandishi nguri na mwalimu aliyebobea sana katika maisha na mafanikio, Dr. Myles Munroe aliwahi kusema, kama unataka kufanikiwa, usipoteze nguvu na muda wako kutafuta mafanikio. Tafuta kuwa mtu wa thamani na mafanikio yatakufuata yenyewe. Ona, ukijifunza kuzungumza, ukiweza kutatua matatizo ya watu, ukawa mwaminifu na ukatengeneza uwezo unaohitajika sokoni, watu wataanza kukukimbilia. Kumbuka, dunia haikupi fedha kwa sababu inakuonea huruma, bali inakupa fedha kulingana na thamani ulionayo. Usilazimishe watu wakulipe fedha nyingi wakati thamani yako ni ndogo sana. Ndiyo maana kabla ya kuanza kumlaumu Mungu kuhusu maisha yako, ni muhimu ujiulize kwanza, umefanya nini ili kuongeza thamani katika kitu unachokifanya? Ona, ukitaka kuitega dunia ianze kukulipa zaidi ya unavyolipwa sasa, tengeneza thamani. Na ukweli ni kwamba kwenye maisha, ukitaka kuwa mtu wa thamani, pia lazima ukubali gharama zake. Sio kitu rahisi kujitofautisha na wengine, maana dunia hii imejaa watu wanaopenda ufanano katika kila kitu. Ukitaka kuthibitisha hilo, jaribu kuja na wazo tofauti lisilo la kawaida. Hapo ndipo wataanza kukuona kama adui yao, maana tunaishi katika dunia ambayo furaha yako huwapa watu shida na shida zako huwapa furaha. Sasa katika mazingira ya namna hii, jifunze kutokueleweka na baadhi ya watu. Simama katika unachokiamini na anza kukifanyia kazi, bila kujali ni nani anakuona au kukusifia.